Yes, bale, mara nyingine tena tupo mtaani tunafanya content kwa maana ya kuzungumzia sport kwa asilimia kubwa. Na hapa nipo kijiweni maskani, kuna watu wanapiga mishe zao hapa, kuna garage inaendelea hapa, ufundi wa magari unaendelea. Nina mshikaji hapa tupigane story zikihusisha michezo kwa asilimia kubwa. Bale, mambo vipi? Kama gaa. Twari. Bale, Young Africa umepoteza dhidi ya Dodoma Jiji. Jana Simba ameshinda dhidi ya Mashujaa. Unaona Simba taa kijani imewakia kuelekea ubingwa msimu huu? Kabisa. Naona taa imewakia kutokana na wachezaji baada katika mechi 2 3 4 hizi muunganiko umekuwa mzuri. Ukiangalia kati ya combination ya nani ule Elie Mpanzu, Ketus Chama, Libasa Gwe, Anicent Youla, naona kabisa ni timu yenye uchu wa mafanikio. Japo mechi zibaki chache, naamini kwa mwendelezo wa mechi inaonyesha Yanga juzi. Pesha kwa sasa hivi pesha ipo kwa Yanga. Kwa nini? Kwa sababu Simba wameanza kujipata, afu wao ndio wameanza gani kavyo kuingia na mchecheto. Kutoka amemfukuza kocha, afu mechi iliyofuata tu amefungwa. Kwa sasa hivi yani wengi kubwa walipokuwa Yanga. Kwa Yanga bila waonyeshe mpongeza makini. Ili Simba anakuja ni kama gari ile feli break huko inateremka tu kwenye mteremko. Au sio? Okay, gap la pointi 2 zimebaki Simba dhidi ya Yanga. Kocha wa Simba Steven Baka, unamzungumziaje? Miongoni mwa makocha ambao anasifiwa kuwa na mbinu kali sana. Mpaka sasa hivi amebakiza gap la pointi 2 dhidi ya Yanga. Unamzungumziaje kocha huyu? Kusema kweli yule kocha kaongeza juhudi kubwa kwa Simba. Ingawa mwanzo wakati timu inaanza watu wengi hatukumuelewa. Tunaona mbona eleweki kosa anapangaje huyu, mbona mwalimu si amwacha nje? Lakini kumbe ana akili zake kichwani. Na sasa mwenyewe kama unavyoona mwalimu anaanza kwanza nje, anaanza force number 9, baadaye akishaona mambo nini anaingiza mwalimu mbele. Mfano wao kama mechi ya jana mwenyewe nimejionea. Yes, na hapo ndo kuna swali la msingi. Kwa nini anaanza na striker anaanzia nje? Anaanza na force number 9 Elie Mpanzu, baadaye anamuingiza Selemani Mwalimu. Baadaye mpango wake ni upi? Anataka Elie Mpanzu awachoshe pale mbele ama vipi? Kwa sababu Elie Mpanzu mchukua sio ni msumbufu, anajua kuondoka na chako. Wewe Mpanzu anavyoanza anaachosha kwanza mabeki. Anasumbua mbele kule, changanya ili hata mwalimu atakapoingia iwe kazi yake nyepesi. Kama jana ile goli la 3 assist ya Maema ni goli jepesi. Ila sio jepesi kwa wepesi kwa sababu mabeki washachoshwa. Au sio? Tumalize na Chama. Unamzungumziaje Chama? Amekuwa MVP michezo 3 mfululizo na sasa hivi magoli yake yanayofunga yanakuwa gumzo kweli. Ukiacha ile goli alilofunga Yanga juzi, jana dhidi ya Mashujaa amefunga goli la kona straight mpaka ndani. Kwa namna ambavyo Chama amecheza katika taifa hili, amecheza Yanga, amecheza Simba, na sasa hivi umri wake umeenda sana, lakini namna ambavyo anacheza ni zaidi ya vijana wenye umri mdogo kumshinda yeye. Na unamzungumziaje Chama kwa kiwango chake sasa hivi, na ukizingatia maneno yanavyosemekana kwamba ni mchezaji wa mkopo kutoka Singida Black Stars? Simba pale Chama anachokifanya, anatafuta mkataba mwingine au anatafuta nini? Yani pale Simba kwa Chama ni habari nyingine. Na Chama ule kaja Simba, yani kaja Tanzania hii, yani kama special kwa Simba. Kwa sababu gani? Wakati anakuja moto wake tumeuona. Kacheza ndo kama hivyo, mara mzee akaenda Yanga. Kwenda Yanga hamna shughuli. Alipocheza Yanga na alipocheza Simba sasa hivi kwa sawa. Ni vitu vingi tofauti. Yani kwa mimi nahisi Chama mwenyewe moyoni mwake kishajengea kwa mimi Tanzania Simba. Au sio? Kwa wengine nitaenda kama kutafuta riziki. Wewe mwenyewe umeona anachokifanya uwanjani. Ana mapenzi na Simba. Hiyo ana mapenzi kidaki na Simba. Yani huwezi ukamtofautisha kati ya Chama na Simba. Hiyo kitu hakuzingana. Bali yani anaoma Top Media kwa YouTube wa ushirikiano mzuri na Search Media, unaweza ukagonga subscribe ili uje katika vijana ambao unapata taarifa mapema kabisa, na unakuwa kwanza kuhadithia wenzako, au sio? Kwa Instagram, TikTok na Facebook tufollow huko, utaenjoy ambacho si ufanye huko ndani. Tupo street na watu wanaongelea sport kwa asilimia kubwa, au sio? Mimi naitwa Bilo aka Baba T, mwanangu Dickson nyuma kamera amechapa, hii imekuwa fresh kabisa na mchongo bekani bana. Wanakuta nani? Kwa jina fundi Mikael, au sio? Wazee Mwembejini. Bana, wazee Mwembejini umemaliza bana. Next time tena. Kwa na ajira acheze kindege. Wewe jiana umetupiga vieta wewe. Tutakutana Sabibo. Hapo tunapatisha. Umetupiga vieta jiana. Tuna machungu sana na wewe. Ile utakiona cha moto. Na GSM kile ambacho wamefanya, au sio? So kuna washikaji kibao hapo wanapiga mishi zao kuhakikisha kwamba mkate wa kila siku unapatikana. That's why tupo mtaani. Ngoja nipige story na wanangu hapa. Inakuwaje babu? Bana, kuna mchongo unaendelea. Young Africa na GSM wameingia mkataba kujenga kiwanja katika eneo la Jangwani. Kuna mchongo unaendelea sasa hivi. Young Africa kujenga kiwanja eneo la Jangwani. Kila kitu kiko fresh, 50% kwa 50. Huo mchongo umeupokeaje? Mimi siwezi kupokea. Kwa nini? Si maendeleo ya mzee, watu wajenga kiwanja hakina faida kwangu. Hakina faida kwako kivipi mzee? Wewe si mtu wa michezo? Mimi sio mtu wa michezo. Wewe mshabiki wa Simba sio? Mimi sio mshabiki wa Simba. Haina noma. Bale, tupo na washikaji wengine tupige story. Bale, inakuwaje? Shwari.
Tupige story kidogo hapa. Young Africa wanatengeneza kiwanja na hii ni wameingia mkataba na GSM. Taarifa hii imekuwa nzuri kwa sababu miaka mingi timu hizi hazina viwanja. Wewe umeipokeaje? Mimi nimeipokea vizuri na ni kwa shangwe kubwa kwa sababu tunapokea uwanja. Sio tunapata uwanja, tunapokea uwanja. Au sio? Bwana. Mimi ni mwana Yanga. Wewe ni mwana Yanga? Ni mwana Yanga haswa. GSM unamchukulia kama mwekezaji wa aina gani kwa hichi ambacho anakifanya kwenye klabu yenu? Yaani GSM amevuka. Yaani amevuka kiasi ambacho hamna mwekezaji aliyefanya kama yeye. Yaani amevuka mipaka. Kitu kama hicho yani. Ukipewa nafasi ya kumpa miaka GSM abaki katika klabu ya Yanga utampa miaka mingapi? Aisee, miaka yote bora abaki pale pale. Miaka yote. Bwana anakuita nani? Mimi naitwa Abel. Abel. Haina noma bwana Abel, shukrani. Bwana, haina noma, tuko mtaani tukipiga story na washikaji. Abel amenyoosha, anakuambia kama atapata nafasi ya kumpa GSM miaka ya kuendelea kubaki Yanga atampa miaka yote. Kwa sababu anafanya kitu ambacho miaka mingi hakijafanyika katika klabu ya Yanga, au sio? Mimi naitwa Bilo, bado niko na washikaji hapa, ni boda boda, au sio? Wanapiga mishe zao, maisha yanaendelea na sisi tuko mtaani tunatafuta mkate wa kila siku ili maisha yaende. Bwana, tuenzetu washikaji, one love. Bwana, tunazungumzia michezo kwa asilimia kubwa. Na mchongo sasa hivi ambao una trend katika social media ni kwamba Young Africa wanatengeneza kiwanja eneo la Jangwani. Mkataba umeingia na GSM asilimia 50 kwa 50. Upande wa Yanga watachukua asilimia 50 ya uwanja ule, lakini pia GSM watachukua asilimia 50 kama mwekezaji. Wewe mchongo kwako umeupokeaje kwa Yanga kupata kiwanja baada ya miaka mingi sana kukosa? Akikweli mimi nimefurahi. Wachukue angalau ili naye Tanzania julikane. Au sio? Kwa sababu nakuta kama GSM 50 kwa 50 Yanga inaongoza. Sio sasa hivi Yanga inaongoza katika mpira. Swala la uwanja unalichukuliaje baada ya miaka mingi kukosa? Wale uwanja mimi naukubali. Au sio? Unashauri vipi Simba na wenyewe waanze mchakato ama vipi? Nimeshauri Simba na waanze mchakato wa kwao. Wewe mshabiki wa timu gani? Mimi Simba damu. Simba au sio? Haina noma. Fresh. Bwana, haina noma. Bado tupo mtaani, stories zinaendelea. Tuko na wadau hapa wanapiga mishi zao nini, maisha yanaendelea. Kama kawaida Mwafrika atoke ndo wale, au sio? Namna gani ambavyo watu wanaanza kutafuta mkate wa kila siku, that's why tupo mtaani. Tupige story na brother. Bwana, mambo vipi she? Kama bwana, mchongo ni kwamba Yanga anajenga kiwanja katika eneo la Jangwani. Tupige story hapa. Hii taarifa umeipokeaje baada ya miaka mingi kukosa kiwanja? Hiyo taarifa nimesikia. Umesikia au sio? Nimesikia. Wewe unaamini au ni sound tu? Ila sikuamini sana. Hauamini sana? Naamini sana. Lakini tayari ya mikataba wameshaingia mkataba. GSM asilimia 50, Yanga asilimia 50. Kwa nini usiamini mzee? Mimi nisikia tu fununu lakini sikuwa na uhakika kwamba ni kweli au kama itakuwa ni kweli sasa unadhani kwako itakuwa imekaaje? Itakuwa ni vizuri. Au sio? Wewe ni mshabiki wa timu gani? Mimi Simba. Wewe Simba? Naona umekuwa mnyonge kwa sababu fresh. Haina noma. Bale Baba T niko hapa naifanya hii katika ubora wa hali ya juu na hapa nipo mtaani. Stendi ya banana. Watu kama wote au sio, kama kawaida Mwafrika atoke ndio wale, au sio? Utafuta mkate wa kila siku, that's why tupo mtaani tunafanya mambo yetu. Bana, big shout kwa mwanangu anaitwa Dickson nyuma ya kamera. Amepiga picha kali, tumewaka nini fresh, lakini bado mchongo unaendelea. Young Africa kujenga kiwanja, motivation kubwa kwa klabu ya Simba, nayo wanapaswa kupata kiwanja. Baada ya miaka mingapi itapita Simba naye apata kiwanja baada ya Yanga kupata kiwanja, au sio? Tunasikilizia, ila kwa sasa tupo na Young Africa kwa sababu wao ndio wako front, wanafanya michakato yote kuhakikisha kiwanja wanakipata katika eneo la Jangwani. Big up kwa GSM, watu mtaani wana appreciate kile ambacho wanafanya, au sio? Bana, nifanye tu zetu. Vyote iko sawa. Una maana gani brother? Na hela yani. Klabu ina hela. Klabu ina hela. Kwa maana hata makosa mengine madogo kama hivyo tumebadilishia nguo nje. Ndio ni 30 imelipwa. Kwa hiyo ni hatuna omaoma. Wanaumudu kila kitu. Yaani wanamudu kila kitu yani. Wale swala wenyewe wananchi yani. Ndio wananchi wenyewe. Kwa swala kama unachukua kukodisha nyumba nje ya uwanja ilikuwa ni sahihi. Yaani fresh kwa sababu wao ndio wenyewe yani. Bro, kweli. Kweli. Lakini sheria na kanuni za TFF zinakataa. Zinakataa, lakini ndo kama hivyo zinapiga faini, tunalipa hela sisi tunayo. Okay, tuongelee dabi. Mechi 3 hujamfunga mtani na amekufunga mechi moja katika dabi tatu zimechezwa hivi karibuni. Ni kwamba Yanga mnaanza kuipata test ya dabi, maana kuna maneno mlikuwa mnasema kwamba dabi ibaki ni Azam na Yanga, Simba amepoteza mvuto. Kwa hizi mechi 3 ambapo hujamfunga Simba na amekufunga mechi moja, unadhani mnaanza kuipata test ya dabi? Test ya dabi tunaipata vizuri. Simba wameanza kujipata. Yaani Simba wameanza kujipata, lakini hawezi kujifikia Yanga. Je, mko juu zaidi sana. Lakini mmemfukuza kocha, tafsiri yake ni nini? Kumfukuza kocha ni kawaida, kwani Simba amefukuza makocha ngapi?
Sisi tumefukuza kocha lakini bado tunaendelea vizuri yani. Au sio? Aliyobaki yule Amorim mnamwamini? Namwaminia. Anafanya vizuri au sana. Haina noma. Bana, mimi naitwa Bilo aka Baba T. Niko hapa nikidiscuss michezo na washikaji zangu hapa vimbwanga na mikasa ya Simba na Yanga kuhusiana na mambo yanaendelea kwenye soka la Tanzania. Swala la KMC, contradiction ni nyingi, lakini pia Young Africa wamepigwa milioni 30 kama faini baada ya kukodisha nyumba pembeni ya uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Wao Yanga imekuwa ni tabia yao kufanya haya mambo na wanalipaga faini tu, wanaonaga rahisi tu kwamba wanalipaga na maisha yanaendelea, au sio? Next time wataanza wakachukua ngazi wakaiweka kwenye uwanja wakapita juu wasipite getini. Sasa niko na mshikaji wa Yanga huyu hapa, tupige naye story kidogo. Wewe umevaa jezi ya Yanga mwanangu. Masuala ya Yanga kutokufuata sheria na kujichukulia hatua ambazo wanadhani kwao zina maslahi na wao. Hili swala unazungumziaje? Hawezi kuongea mjomba. Yanga hawajiamini. Yaani mpaka sasa hivi yani matumbo wanatetemeka Yanga. Baada ya mnyama kuingia pale. Kwanza pale KMC pale kwetu. Wao walitoka Azam, walikimbia nini Azam kipindi kile walikuja pale KMC. Si msimu uloisha. Sisi pale kwetu tumerudi. Nakumbuka Simba ndo walianza kutumia uwanja ule, Azam wakawa Yanga wakawa Azam. Walikuwa Azam, walikimbia nini kule Azam. Kwa hiyo unataka kuniambia Simba amerudi katika uwanja wake nyumbani. Yaani sisi tumerudi nyumbani pale. Sisi sio wageni pale. Sisi pale tushakaa sana. Sisi tumewakaribisha wao, tuliwaacha kwa muda. Kama vile tulienda kufanya mazoezi ya pre-season kule katika uwanja wa Meja Semuyo. Kwa sababu tumerudi nyumbani. Okay, unawaambiaje Yanga na maneno yao kwamba inawezekana nyie mmekuja kwa hujumu? Maana kuna baadhi ya mashabiki wa Yanga wanasema Simba wamekuja na majini kwa hujumu Yanga wasipate ubingwa msimu huu. Maana wao wanaongoza kwa pointi 5 mbele. Unawaambiaje? Wao wajitahidi kucheza mechi zao na sisi tunacheza mechi zetu. Watakapojikwaa wao na sisi ndo hapo tunatambuka. Wewe ni mshabiki wa Simba? Mimi Simba. Damdam Kabisa. Bana, Yanga waliokumsajili Chama. Akacheza ndani msimu mmoja wakamwacha. Namna ambavyo anacheza Chama sasa hivi katika klabu ya Simba na alivyokuwa Yanga, kuna utofauti au kuna usawa? Kuna utofauti mkubwa. Yaani Chama sasa hivi anaonyesha kiwango cha hali ya juu sana. Yaani vitu anavyovifanya katika ligi yetu hakuna mchezaji mwingine ambaye anaweza akavifanya. Sasa unadhani kwa nini anayafanya makubwa katika klabu ya Simba, ameenda Yanga ameshindwa kufanya hivi? Unadhani tatizo ni nini? Huyu kule Yanga kwanza alienda kwa kushindikizwa, inaonekana tu. Yaani kama vile kuna mambo alifanyika yeye kwenda kule, lakini yule akwenda Yanga kwa mapenzi yake. Yanga sio walikuwa wanamweka benchi yule. Kwa nini walikuwa wamchezesha? Walikuwa wajui. Na kipindi ambacho walikuwa wakimpa namba anafanya mengi tu. Ile msimu ulioisha ile mechi ya mwisho paka walitufunga goli. Chama ndio alitoa assist ile goli ile. Kwa hiyo Chama alienda Yanga kwa mashindikizo. Alienda kwa mashindikizo tu, yani ya baadhi ya watu wakamrubuni na nini, akashindwa kulinyua mkataba wake Simba, lakini pale alivyoenda na wao wenyewe wakashindwa kumtumia. Sio walikuwa wanamweka benchi. Wao walikuwa lengo lao kumuua yule kiwango. Kuna baadhi ya maneno hapa Tanzania yanaanza kusikika kwamba Chama apewe uraia. Unadhani hili ni sahihi? Kwenye swala la uraia hapo tuachie wenyewe wanaohusika na mambo hayo. Kwa sababu anaonekana anataka je kama msaada katika timu ya taifa. Kweli, lakini kutokana na yani yule umri wake sasa hivi tumpe uraia afu tumtegemee katika timu ya taifa, hapana. Sio sawa. Sio sawa. Ila tu abaki katika klabu hizi azifanyie vizuri. Klabu ya Simba wana mpango, kuna maneno yanasemekana kwamba wana mpango ile jezi ya Chama namba 17 waifungie katika store za klabu ya Simba. Baada ya Chama kustaafu ball katika klabu ya Simba waifungie, asivae mchezaji yote baada ya miaka 10, yani kumpa heshima status Chama kwa mambo makubwa ambayo amefanya katika klabu ya Simba. Unadhani hili sahihi? Ili jambo mimi naweza nikalipitisha kiupande wangu, lakini kuna vitu bado nahitaji Chama anifanyie katika klabu yangu. Chama kafanya makubwa. Kwa mfano kipi unataka? Nahitaji endapo tukikutana sasa hivi katika katika mashindano ya Azam Federation tuwafunge Yanga. Alafu Chama naye ahusike katika ushindi huo. Lakini Chama afunga Yanga goli moja la Ulaya sana. Ile zuri sana. Paka kesho mimi naliangalia mara kwa mara, nikiingia mtandaoni kwanza naenda kuliangalia lile goli. Sasa unataka Chama afanye kipi? Kama ni mtani kampige goli la Ulaya. Kampige tena goli kama lile. Lingine tena?
Bwana wanakuta nani? Mimi wananiita Baba Esther. Baba Esther au sio? Boda boda madafu. Haina noma. Bwana Shomari Kapombe Baba Esther, unaye mwanao yuko mtaani hapa. Madafu bila mimi mtu wa panchi yani. Au sio? Haina noma. Bwana mimi naitwa Bilo aka Baba T. Niko na mwanangu anaitwa Dickson. Nyuma ya kamera anaichapa hii kwa usahihi kabisa. Watu wa soka unawaona namna ambavyo wanafanya. Tuko hapa tukijadili michezo kwa asilimia kubwa sana. Una nafasi ya kutoa maoni popote ambapo utakutana na huu mchongo, either ni kwa Instagram, TikTok, Facebook. Oya mzee baba tuongelee michezo baba. Tuongelee michezo.